Sasa nisikilize. Mtu mmoja akafikiria kwenda kuiba. Tena kwenda kuiba mbuzi. Moyo ukatenda nini? Dhambi. Lakini moyo kama moyo haujaenda peke yake. Ikabidi kushirikishwa miguu. Moyo ukaishirikisha miguu. Moyo ukashirikisha macho. Mtu yule akaamka akatembea kwa miguu. Na macho yakaanza kuona njia. Miguu na macho kwa kutembea, miguu kwa kutembea na macho kwa kuiona njia na kumpeleka huyu mtu mpaka kule kuliko na mbuzi. Miguu yote ikashiriki nini? Dhambi. Anza kuhesabu viungo hivyo vya mwanadamu. Tuone kama kingine kitabaki hai. Kitakachobaki bila kugusa dhambi tutakiacha siku ya ubatizo. Naomba uanze kuorodhesha. Tumeona miguu imetenda dhambi. Lakini macho nayo kwa kuona njia nayo yametenda nini? Dhambi. Walipofika kwenye mbuzi, mbuzi ilibebwa na mikono. Mikono nayo ikatenda nini? Dhambi. Lakini mikono ilishirikisha bega ili huyu mtu awahi. Mbuzi akabebwa akawekwa begani. Bega lilipobebeshwa mbuzi nalo likashiriki nini? Dhambi. Walipofikisha mbuzi nyumbani, jamaa akaanza kuichinja mbuzi, kuichuna na kuiweka vizuri. Kakatakata kwa kutumia mikono. Kipindi hicho anatumia macho na akaweka vizuri kwenye chungu. Lakini alipofikisha mafigani, ameweka chungu cha nyama mafigani, alibidi kuleta moto. Kwenye kukoka moto, sikiliza, kwenye kupuliza, miguu na mikono haikupuliza moto. Kilichopuliza moto ni nini? Mdomo. Nao ukashiriki dhambi. Anza kuorodhesha kiungo. Kitakachobaki uniambie. Nyama ikapikwa, nyama ikaivwa, ugali ukatengenezwa, nao ukaiva, ukawekwa pale mezani. Lakini kipindi nyama anapikwa, harufu nzuri ilitoka. Nani alisikia harufu kwa viungo? Pua. Pua naye akaishiriki hiyo dhambi kwa kuisikia tu hiyo harufu. Lakini kipindi wanaanza kula, baada ya kunawa, sala fupi ikawekwa. Kama nilivyotangulia kusema, siku zote za nyama sala yake ni fupi. Heme. Nisikilize. Nyama ilichukuliwa na kuingizwa mdomoni. Kilichopokea nyama ni nini? Mdomo. Kufika mdomoni, nyama alitafunwa na nini jamani? Na meno. Meno naye yakashiriki nini? Dhambi. Baada ya kula na kutafuna, mtu huyu watu hao wakameza. Kilichotumika kwa kumeza ni koromeo. Nalo likashiriki nini? Dhambi. Lakini baada ya kula, kilichoshiba ni nini jamani? Tumbo. Nalo likashiriki nini? Dhambi. Baada ya kila kitu kimefanyika, wote walibanwa haja kubwa. Kukimbia chooni, kila mmoja alienda kutumia viungo vya huku nyuma. Navyo vikashiriki nini? Dhambi. Lakini kipindi mbuzi anachinjwa, alikuwa analia. Masikio yakasikia kilio cha mbuzi. Nayo yakashiriki nini? Dhambi. Nataka nikwambie, mwili wote wa mwanadamu ukaathirika. Na hii ndiyo maana ya mwanadamu abatizwe mwili wote. Kwa nini? Maana mwili wote umetenda nini? Dhambi. Hakuna kiungo kilichobaki salama. Get the point. Take a step forward. Baba mwema na muumbaji wetu, tunakualika kwa ajili ya somo hili. Wewe unayejua kuhubiri na kufundisha, simama pamoja na sisi, katufundishe somo la ubatizo. Roho Mtakatifu anayejua kukalimani na kufafanua, yeye akae kwa kila nafsi, akae kwa watu wote na wanaotuangalia kwa njia ya TV. Yesu, Roho wako mwema atawale na tufundishe na kutuekemisha, yote tukayatendee kazi. Tunaomba na kushukuru kupitia jina la Yesu. Amen. Amina. Kile kitabu cha Waefeso 4, lile fungu la 3. Waefeso sura ile ya 4, lile fungu la 3. Maandiko yanasema, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini la moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Bwana asifiwe. Amina. Mwili mmoja, roho moja, tumaini ngapi? Moja. Bwana mungapi? Moja. Ubatizo mngapi? Moja. Tunahitaji tuangalie ubatizo mmoja. Amina. Maana ubatizo unaozungumzwa ni mmoja. Sasa leo kumekuwepo na mabatizo mengi.
Hiyo ndio shida. Imani zimekuwepo nyingi, lakini Biblia inasema kama tulivyoitwa katika tumaini moja la wito wetu. Imani, Bwana wetu ni mungapi? Mmoja. Na imani inapaswa kuwa ngapi? Mmoja. Ubatizo ni mungapi? Mmoja. Maana Mungu wetu ni mungapi? Ni mmoja. Hebu maliza kusoma. Mungu mmoja. Maana Mungu ni mmoja. Na ni Baba wa wote. Endelea. Aliye juu ya yote. Endelea. Na katika yote. Endelea. Na ndani ya yote. Aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya nini? Ya yote. Huyu ndiye Mungu tunayemwabudu. Amina. Anasema kama tulivyoitwa katika tumaini moja la wito wetu, ndivyo tunavyopaswa na sisi kuwa wamoja. Amina. Katika Bwana mmoja. Amina. Imani moja. Amina. Na ubatizo mungapi? Mmoja. Lakini leo kuna imani nyingi. Ndio maana leo naona wengine wanasali Ijumaa, wengine Jumamosi, wengine Jumapili. Jamani, bado ni imani moja hiyo? Hapana. Leo kuna imani nyingi. Wengine leo wapo wanasaliga kila siku saa tisa, hawana sabato. Wao ni saa 9 tu siku zote. Imani ni nyingi. Wengine leo wanaabudu wanavyojua. Wengine wanaabudu mamiti tu, wengine wanaabudu viumbe tu, wengine yani hata haijulikani. Lakini leo tunaongelea habari juu ya ubatizo. Amina. Tunaongelea juu ya nini? Ubatizo. Ubatizo wa kweli ni upi? Maana kuna watu wengine leo wanabatizwa kwa kuchapwa fimbo. Wengine wanabatizwa kwa kupigwa, wanabatizwa kwa kuzikwa shimoni. Wengine wanapita chini ya bendera. Wengine wanakobolewa kucha. Zote hizo ni batizo. Wengine wanabatizwa kwa kukanyaga misumari. Misumari iliyogongomelewa kwenye mbao, halafu wabatizwa mnapita mnakanyaga. Hakuna kulia. Kuna batizo nyingi. Kuna batizo mwingine wa kunyunyuziwa tu hapa usoni. Maji tu nalowanishwa ya hapa usoni. Ni ubatizo huo. Na kuna ubatizo mwingine wa baraka za mchungaji. Mchungaji anapanda juu ya mti, wabatizo wanakaa chini ya hilo shina la mti. Halafu mchungaji amekunywa maji mengi kipindi hicho. Anatoa zile bomba zake za maji, anawanyunyuzia wabatizwa. Wanaita ni baraka za nani? Za mchungaji. Wengine mnaweza mkafikiri ni burudani. Haya tunayoyasema yanatokea. Kuna batizo nyingi wapendwa, batizo ni nyingi sana. Lakini leo tunatafuta tuone ubatizo wa kweli wa Biblia. Leo tunahitaji Biblia ituambie ukweli wa ubatizo. Amina. Ubatizo ulio sahihi. Maana popote palipo na original lazima fake ni nyingi. Na mpaka dakika inavyoongea na nyinyi, asilimia zote maubatizo mengi ni mafeki. Na leo ninaomba unisikilize popote unako nitazama, ni kuonyesha ubatizo ulio original ndani ya Biblia. Amina. Maana kila kitu kinafahamika ndani ya Biblia. Amina. Yesu aliandika akasema hivi, 24 Mathayo 14 ameandika, habari njema itahubiriwa. Mathayo 24:14 maandiko yanasema, habari njema itahubiriwa. Neno la Mungu linasema, sikiliza. Tena habari njema ya ufalme. Habari njema ya ufalme itahubiriwa kwa ulimwengu wote. Kwa ushuhuda wa mataifa yote. Iwe ushuhuda kwa mataifa yote. Amini usiamini, ukubali usikubali, habari njema itafanywa nini? Itahubiriwa. Itahubiriwa. Amina. Hata kama wewe unakasirika baba, unajisumbua, habari njema itahubiriwa. Amina. Wewe ukiguswa kwenye dhambi, tubu. Amina. Maana hata kama kukasirika kwako, kuumia kwako hakutakusaidia. Habari njema itahubiriwa. Amina. Na habari njema ni ukweli wa neno la nani jamani? La Mungu. Iwalo liwe ukweli utasimama. Amina. Fungu la 15 ameandika hivi. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu. Hapo mtakapoliona lile chukizo la uharibifu. Lile lililonenwa na nabii Danieli. Imesimama mahali pa patakatifu pa Mungu. Asomaye. Afanye nini? Kumbe wanaofahamu ni wale wanaosoma. Baba yangu, mama yangu, popote unakonisikiliza,
pale dada hapo, kijana unaponitazama, ninakualika kwa njia ya pekee ili ufahamu mambo yote, soma. Amina. Na kila kitu kinaeleweka kwa kusoma. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunahitaji tuone ubatizo wa kweli. Nini Biblia inasema? Ubatizo wa kweli ni upi? Je, ni ule wa kuruka moto? Ni ule wa kuchapwa fimbo? Ni ule wa kunyunyuziwa baraka za mchungaji? Je, ni ule wa kuwekewa maji ya hapa, ishara za msalaba? Biblia inasemaje? Biblia inasemaje? Biblia inasemaje? Kinachotoka ndani ya Biblia ndicho chenyewe. Marko 12, Marko 10 fungu la 38. Soma wewe. Marko 10:38 ameandika hivi. Neno la Mungu linasema hivi. Maandiko yanasema Yesu akawaambia hamjui mnaloliomba. Mwaweza kunywa kikombe niacho mimi? Yesu akawaambia, je, mwaweza kukinywea kikombe nikinyweacho mimi? Au kubatizwa ubatizo nibatizwao mimi? Ubatizo nibatizwao mimi? Wakamwambia. Wanafunzi wakajibu. Wakamwambia. Wakasemaje? Twaweza. Walijibu, twafanyaje? Twaweza. Twaweza. Yesu akawaambia, kikombe nikinywacho mimi. Ndipo Yesu akawaambia, kikombe cha mateso nitakachokutana nacho mimi mtakinywea. Na ninyi mtakinywea. Na ubatizo nibatizwao mimi. Na ubatizo nibatizwao mimi mtabatizwa. Na ninyi mtafanywa nini? Mtabatizwa. Bwana asifiwe. Amina. Ubatizo original. Naomba baba yangu na mama, kaka na dada, popote unako nitazama, sikiliza vizuri, ninakuonyesha ubatizo wa kweli. Ubatizo original. Ubatizo original. Yesu ametangaza ubatizo wa kweli ni ule ubatizo ambao yeye amebatizwa. Amina. Anasema, kikombe nikinyweacho mtakinywea, na ubatizo nibatizwao mimi mtafanywa nini? Mtabatizwa. Sasa tunataka tuangalie Yesu alibatizwaje. Amina. Je, aliruka moto? Alipigwa fimbo? Je, alinyunyuziwa baraka za mchungaji? Tunahitaji Biblia ijieleze. Amina. Yesu alibatizwa ubatizo gani? Je, alipita chini ya shimo? Alipita chini ya bendera? Alikanyaga misumari? Ubatizo wa Yesu ni wa namna gani? Mathayo 13:13 ameandika hivi. Mathayo 3:13 ameandika hivi. Neno la Mungu linasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia. Yesu akataka wamzuie. Yohana akataka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe. Mimi nahitaji nibatizwe na wewe. Nawe waja kwangu? Yesu akajibu. Ndipo Yesu akajibuje? Akamwambia Yohana, kubali hivi sasa. Sikiliza hiyo. Kwa kuwa ndivyo tupasavyo kutimiza haki yote. Ndivyo inavyotupaswa kuitimiza haki ngapi? Yote. Ndio. Basi akamkubali. Ndipo Yohana akamkubali. Na Yesu akabatizwa katika mto wa Yordani. Na alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Mara hiyo kapanda kutoka wapi? Kutoka majini. Hiyo ndio nataka uisikilize vizuri. Yesu kabatizwa katika mto wa wapi? Wa Yordani. Na baada ya kubatizwa, Biblia inasema ndipo Yesu akapanda kutoka majini. Hiyo ndio nataka uisikilize vizuri. Akapanda kutoka majini. Kutoka maana yake alikuwa amezamishwa ndani ya maji mengi. Na baada ya kuzamishwa, Yesu akapanda kutoka. Kama angelimwagiliwa hapa, isingelikuwepo neno akapanda kutoka. Kama angelipigwa fimbo, wasingeliandika akapanda kutoka. Lakini hapa Yesu tunamwona amezamishwa kwenye mto wa wapi? Wa Yordani. Na baada ya kuzamishwa, Biblia inasema tunamwona Yesu anainuka sasa. Anatoka wapi? Majini.
ndipo Roho wa Bwana anashuka juu yake sasa. Na tazama, Roho wa Bwana sasa, mbingu zikamfunikia, zikafunguka, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikasikika, huyo ni mwanangu, ikasema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunawatangazia Yesu alizamishwa kwenye mto wa Yordani. Amina. Ndivyo Biblia ilivyoandikwa. Yesu amebatizwa katika mto wa wapi? Wa Yordani. Hakubatizwa kwenye maji ya bakuli. Na hilo ndio napenda ulielewe vizuri leo. Yesu hakupigwa fimbo. Yesu hakupita chini ya bendera. Yesu hakukojolewa na pasta. Yesu hakubatizwa ubatizo mwingineo. Biblia inasema alitembea kutoka Galilaya mpaka kwenye mto wa wapi jamani? Wa Yordani. Kwa Yohana ili afanywe nini? Abatizwe. Na Yesu akabatizwa ndani ya mto wa wapi? Wa Yordani. Na baada ya kubatizwa Biblia inasema akainuka kupanda kutoka ndani ya nini? Ya maji. Maana yake alikuwa amezamishwa. Amina. Huo ndio ubatizo wa kweli. Amina. Kile kitabu cha Yohana 3, Yesu anabatiza watu, Yohana anabatiza watu, lakini tunawaona wote wanabatizwa katika mito. Biblia imeandikwa fungu la 22. Yohana 3:22 imeandikwa, anasema. Ameandika nini? Baada ya hayo, Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya Uyahudi. Wakaenda mpaka nchi ya Wayahudi. Akashinda huko pamoja nao. Akashinda huko na wanafunzi. Akabatiza. Akawabatiza watu. Akabatiza huko. Yohana naye alikuwa akibatiza huko. Alikuwa akiwabatiza watu huko. Ainon. Karibu na Salimu. Alikuwa akibatiza watu huko. Baada ya hayo, Yesu na wanafunzi wake Endelea. Walikwenda mpaka nchi ya Uyahudi. Endelea. Akashinda huko pamoja nao. Akabatiza huko. Endelea. Yohana naye alikuwa akibatiza watu huko. Ainon. Katika mto wa Ainoni. Karibu na Salimu. Endelea. Kwa sababu huko isikilize hiyo, kulikuwa na maji tele. Kulikuweko na maji tele. Endelea. Na watu wakamwendea. Watu wengi wakaenda. Wakabatizwa. Wakafanywa nini? Wakabatizwa. Katika enzi zile za Uyahudi na katika maeneo yale ya Uyahudi kulikuwepo na mito mikubwa miwili ambako watu walikwenda na kubatizwa katika mito hiyo. Amina. Na mto wa kwanza uliitwa Yordani na mto wa pili uliitwa Ainon. Yesu akibatiza watu kule Yordani na Yohana naye akiwabatiza watu kule Ainoni. Kwa nini? Maana katika mito hiyo kulikuweko na maji nini? Tele. Naomba usome Biblia ya Kiswahili cha kisasa hapa. Yohana 3 hiyo. Soma fungu la 22. Biblia ya Kiswahili cha kisasa inanyambua vizuri hayo maneno. Yohana 3:22 imeandika nini? Neno la Mungu linasema, baada ya hayo Yesu alifika mkoani Yudea. Akafika kwenye mkoa wa Wayahudi pamoja na wanafunzi wake. Alikaa huko pamoja nao kwa muda. Akabatiza watu. Yohana naye alikuwa akibatiza watu huko. Ainon. Karibu na Salimu. Maana huko, sikia hiyo, huko kulikuwa na maji mengi. Bwana asifiwe. Amina. Huko kulikuwa na maji nini? Mengi. Watu walimwendea. Watu wakaenda. Naye akawabatiza. Nao wakafanya nini? Wakabatizwa kwenye maji mengi. Jamani, ubatizo wa kweli ni ule wa maji mengi. Na kama ulibatizwa maji machache uliliwa keusi. Kabisa. Jioni ya leo fanya mabadiliko. Amina. Fanya masahihisho baba. Pale unaponitazama hapo. Pale unaponitazama dada pale. Kama ulibatizwa ubatizo wa hapa usoni uliliwa keusi. Lakini kwa sababu umeujua ukweli leo, nafasi ni yako kufanya masahihisho. Ubatizo wa kweli wa Biblia ni ule wa kubatizwa ndani ya maji mengi. Huo ndio sahihi. Amina. Kwingine huko kote ni pumba. Kote huko. Kama uliruka moto ni pumba. Ulipita chini ya bendera ni pumba. Ulichapwa fimbo ni pumba.
ulimwagiwa baraka za mchungaji ni pumba. Ubatizo original ni ule wa kuzamishwa ndani ya maji mengi. Nini maana ya ubatizo? Warumi 6 lile fungu la 3 wameandika hivi. Warumi 6 fungu la 3. Fungu la 3. Neno la Mungu linasema. Maandiko yanasema hivi. Hamfahamu ya kuwa sisi tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Sisi tunaobatizwa katika Kristo Yesu tumebatizwa katika mauti yake. Basi tulizikwa. Tulizikwa pamoja naye. Kumbe kubatizwa na maana ya ubatizo ni kuzikwa pamoja na Kristo. Amina. Endelea. Tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Endelea. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu. Kwa njia ya utukufu wa Baba. Vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Tuenende katika upya wa nini? Wa uzima. Wa uzima. Hiyo ndio maana ya ubatizo, kuzikwa pamoja na Kristo. Unapozamishwa katika maji, umeingia kaburini pamoja na Kristo. Unapotoka majini, umefufuka katika Kristo. Wewe ni kiumbe nini? Kipya. Naomba ufafanue kwenye Kiswahili cha kisasa pale. Kiswahili cha kisasa, Rumi sura ile ya 6. Soma ile fungu la 4, maelezo ya chini yale. Maandiko yanasema. Maana ya ubatizo. Ubatizo upingana na imani. Soma maana ya ubatizo hapo. Naam. Soma. Ubatizo ni alama wazi. Ubatizo ni alama wazi na nguvu ya mambo yanayotendeka ndani ya mtu. Mambo yanayotendeka ndani ya mtu. Rafiki zangu wapendwa wangu, popote mnakonisikiliza, naomba uelewe maana ya ubatizo. Ubatizo ni alama ya wazi na mambo yanayotendeka ndani ya moyo wa nani? Wa mtu. Hebu isikilize maana yake. Paulo anahesabu imani na ubatizo. Paulo anahesabu imani na ubatizo kuwa na mapatano yale yale, kwamba ni kitu kile kile. Watu wa zamani, hiyo ndio naitafuta watu waisikie hiyo. Watu wa zamani hubatizwa kwa kutoswa majini. Walibatizwa kwa kutoswa wapi? Majini. Wote waliobatizwa zamani, rafiki zangu, popote unakonisikiliza, hayupo aliyemwagiwa maji usoni, hayupo aliyeruka moto, hakuna mtu aliyechapwa fimbo kwa kubatizwa. Amina. Baba yangu, mama, kijana hapo, kaka na dada, naomba usikilize somo hili. Biblia inasema tangu zamani. Irudie hiyo. Watu wa zamani. Tangu zamani. Watu wa zamani. Sikia hiyo. Ubatizwa kwa kutoswa majini. Walibatizwa kwa kuingizwa wapi? Majini. Kwa kuzamishwa majini. Amina. Endelea. Na maana neno la ubatizo. Soma kwa kueleweka. Na maana neno la ubatizo. Na maana ya neno la ubatizo kwa Wagiriki ni kutosa majini. Maana ya neno la ubatizo jamani kwa Wagiriki, na Biblia iliandikwa Kigiriki. Kwa maana ya hili neno maana yake ni kutoswa. Ni kutoswa wapi? Majini. Majini. Tendo hili la kutoswa na tendo hili la kuingizwa majini na kutoka majini latumika na Paulo kama mfano. Inatumika kama mfano. Kutoswa majini, kule kuingia majini, maana yake mkosefu azikwa pamoja na Kristo. Yaani unapoingia majini maana yake mwenye dhambi umezikwa pamoja na nani? Na Kristo. Hayupo mtu anayezikagwa kichwa tu. Naomba kama ulikuwa hujalielewa hili, hudhuria mazishi yoyote. Kila anayezikwa lazima azikwe mwili wote. Hiyo ndio maana ya ubatizo hiyo. Tunapoingia majini maana yake mkosefu amezikwa pamoja na nani? Na Kristo. Na kule kutoka majini. Na kutoka majini maana yake, sikia, mkosefu afufuka pamoja na Kristo. Mkosefu amefufuka pamoja na nani? Na Kristo. Endelea. Ili awe kiumbe kipya. Ili awe kiumbe kipya. Awe kiumbe kipya. Au mtu mpya. Au mtu mpya. Ubatizo kadri Biblia una habari zaidi ya kufa na kufuka. Una habari nyingi kuliko kufa hata na kufuka katika Kristo. Endelea. Pengine una maana ya kumtakasa mtu. Pengine maana yake ni kumtakasa mtu. Pengine ni kuzaliwa kupya. Bwana asifiwe. Amina. Pengine ni kuzaliwa kupya. Tunapobatizwa tunazaliwa upya. Amina. Tunakuwa viumbe vipya. Amina. Ya kale yote yanabaki wapi? Majini.
kama ni ulevi, kama ni uzinzi, kama ni uchawi, matakataka yote yanabaki wapi? Majini. Unapoinuka kutoka majini, wewe ni kiumbe nini jamani? Kipya. Hiyo ndio maana ya ubatizo. Amina. Baba yangu, mama yangu, kaka yangu na kule unakonisikiliza, hiyo ndio maana ya ubatizo. Kwa hiyo napenda niwaalike watu wa Mwanzugi wote, Igunga, Tabora na popote mnakonisikiliza, ninawaalika kwa ubatizo. Amina. Ninawaalika tukabatizwe. Amina. Tubatizwe kwa ubatizo wa maji mengi. Huu ndio ubatizo wa kweli. Amina. Mtu mmoja akauliza swali, sasa inakuwaje hata maraisi, wafalme, waheshimiwa wakubwa kuzikwa kwenye maji? Hamuoni ni aibu? Hakuna aibu. Tunapozikwa tunaifia dhambi. Amina. Tunapotoka majini tumezaliwa upya. Na mtu mmoja akatoa mfano akasema, inatubidi kuzaliwa, inatubidi kuzikwa mwili mzima. Kwa nini? Kwa sababu mwili wote umetenda nini? Dhambi. Mwili wote umetenda dhambi. Na wewe kama unataka ulielewe hili, sikiliza kisa hiki kifupi. Ni kuonyeshe kila kiungo cha mwanadamu kinavyotenda dhambi. Kwanza Biblia inasema dhambi zote zinaanzia kiungo kimoja. Na kiungo kinachoanza na dhambi katika viungo vyote vya mwanadamu, Biblia imeandika ni moyo. Marko 7 lile fungu la 20 ameandika hivi. Marko 7:20 fungu la 20 ameandika hivi. Neno la Mungu linasema, akasema, kimtokacho mtu ndicho kimtacho unajisi, ndicho kinachomtia unajisi. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu. Ndani ya nini? Ndani ya mioyo. Kila dhambi inaanzia wapi jamani? Moyoni. Ndani ya moyo ndiko kunakotoka kila kitu. Kama ni mema yanatoka moyoni, kama ni mabaya yote yanatoka wapi? Moyoni. Ukimwona mtu amebeba mume wa mtu, elewa dhambi ile imeanzia wapi? Moyoni. Ukimwona mwanaume anapiga mke wake, elewa dhambi imeanzia moyoni. Kila kitu, endelea wewe. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu kutoka mawazo mabaya, humo uasherati unatoka moyoni, uivi unatoka moyoni, uaji unatoka moyoni, uzinzi unatoka moyoni, tamaa mbaya unatoka moyoni, ukorofi vyote, hila vinatoka moyoni, ufisadi vyote, kijicho vinatoka moyoni, matukano vinatoka moyoni, kiburi vyote, upumbavu vinatoka moyoni. Haya yote yaliyo maovu yote yatoka ndani, yatoka ndani, na hayo yamtia mtu unajisi. Kila dhambi inaanzia wapi jamani? Moyoni. Kila dhambi. Sasa nisikilize. Mtu mmoja akafikiria kwenda kuiba. Tena kwenda kuiba mbuzi. Moyo ukatenda nini? Dhambi. Lakini moyo kama moyo haujaenda peke yake, ikabidi kushirikishwa miguu. Moyo kaishirikisha miguu. Moyo kashirikisha macho. Mtu huyo akaamka akatembea kwa miguu, na macho yakaanza kuona njia. Miguu na macho kwa kutembea, miguu kwa kutembea na macho kwa kuiona njia, na kumpeleka huyu mtu mpaka kule kuliko na mbuzi. Miguu yote ikashiriki nini? Dhambi. Anza kuhesabu viungo hivyo vya mwanadamu, tuone kama kingine kitabaki hai. Kitakachobaki bila kugusa dhambi tutakiacha siku ya ubatizo. Naomba uanze kuorodhesha. Tumeona miguu imetenda dhambi, lakini macho nayo kwa kuona njia nayo yametenda nini? Dhambi. Walipofika kwenye mbuzi ilibebwa na mikono nayo ikatenda nini? Dhambi. Lakini mikono ilishirikisha bega ili huyu mtu awahi. Mbuzi akabebwa akawekwa begani. Bega lilipobebeshwa mbuzi nalo likashiriki nini? Dhambi. Walipofikisha mbuzi nyumbani, jamaa akaanza kuichinja mbuzi, kuichuna na kuiweka vizuri, kakatakata kwa kutumia mikono. Kipindi hicho anatumia macho, na akaweka vizuri kwenye chungu. Lakini alipofikisha mafigani, ameweka chungu cha nyama mafigani, alibidi kuleta moto. Kwenye kukoka moto, sikiliza, kwenye kupuliza, miguu na mikono haikupuliza moto. Kilichopuliza moto ni nini? Mdomo. Nao ukashiriki dhambi. Anza kuorodhesha kiungo, kitakachobaki uniambie. Nyama ikapikwa, nyama ikaivwa, ugali ukatengenezwa, nao ukaiva ukawekwa pale mezani.
Lakini kipindi nyama anapikwa, harufu nzuri ilitoka. Nani alisikia harufu kwa viungo? Pua. Pua naye akaishiriki hiyo dhambi kwa kuisikia tu hiyo harufu. Lakini kipindi wanaanza kula, baada ya kunawa, sala fupi ikawekwa. Kama nilivyotangulia kusema, siku zote za nyama sala yake ni fupi. Heme. Nisikilize. Nyama ilichukuliwa na kuingizwa mdomoni. Kilichopokea nyama ni nini? Mdomo. Kufika mdomoni, nyama alitafunwa na nini jamani? Na meno. Meno naye yakashiriki nini? Dhambi. Baada ya kula na kutafuna, mtu huyu watu hao wakameza. Kilichotumika kwa kumeza ni koromeo. Nalo likashiriki nini? Dhambi. Lakini baada ya kula, kilichoshiba ni nini jamani? Tumbo. Nalo likashiriki nini? Dhambi. Baada ya kila kitu kimefanyika, wote walibanwa haja kubwa. Kukimbia chooni, kila mmoja alienda kutumia viungo vya huku nyuma. Navyo vikashiriki nini? Dhambi. Lakini kipindi mbuzi anachinjwa, alikuwa analia. Masikio yakasikia kilio cha mbuzi. Nayo yakashiriki nini? Dhambi. Nataka nikwambie, mwili wote wa mwanadamu ukaathirika. Na hii ndiyo maana ya mwanadamu abatizwe mwili wote. Kwa nini? Maana mwili wote umetenda nini? Dhambi. Hakuna kiungo kilichobaki salama. Isaya 1 akaandika fungu la 4. Sikiliza hiyo. Isaya 1:4 maandiko anasema. Akaandika fungu la 4. Ole wake. Taifa lenye dhambi. Watu wanaochukua mzigo wa uovu. Wazao wa watenda mabaya. Watoto wanaoharibu. Wamemwacha Bwana. Wamemdharau yeye aliye mtakatifu wa Israeli. Wamefarakana naye na kurudi nyuma. Mbona mnataka kupigwa hata sasa? Mbona mnataka kupigwa hata sasa? Hata mkazidi kuhasi? Kichwa chote ni kigonjwa. Moyo wote umezimia. Maliza. Tangu wayo wa mguu wa mwanadamu hata kichwani hamna uzima ndani yake. Bali jeraha na machubuko na vidonda vitokavyo usaha. Vyenye kutoka nini? Usaha. Maana yake viungo vyote vya mwanadamu vimetenda nini? Dhambi. Tangu wayo wa mguu wa mwanadamu mpaka kichwa chake hakuna uzima ndani yake. Majeraha na machubuko ya dhambi. Mwili wote umejaa majeraha ya dhambi. Binadamu ametenda dhambi mwili wote. Na hiyo ndio maana mwanadamu anapaswa azamishwe mwili mzima, abatizwe mwili wote, abatizwe viungo vyote. Maana kila kiungo cha mwanadamu kimetenda nini? Dhambi. Hiyo ndio maana ya kuzamishwa majini. Kitabu cha Marko 1:5 ameandika wote waliobatizwa walibatizwa kwa kuzamishwa. Marko 1 fungu la 5. Fungu la 5 maandiko anasema, wakamwendea nchi yote ya Uyahudi. Na wa Yerusalemu wote wakabatizwa. Wapi? Katika mto wa Yordani. Bwana asifiwe. Amina. Wakabatizwa katika mto wa wapi? Wa Yordani. Huku wakiziungama dhambi zao. Jamani, ubatizo wa kweli ni wa maji mengi. Ni ule wa kuzamishwa ndani ya maji mengi. Amina. Na mimi napenda niwatangazie na kualika kwa nguvu zote watu wote wa Mwanzugi wote, Gunga yote, Tabora na kokote popote mnakonisikiliza. Jamani, tarehe 21 mwezi huu wa 10 Jumamosi tutakuwa na ubatizo wa kweli na watu watabatizwa kwa maji mengi. Watazaliwa upya. Na wote watabatizwa na watakuwa viumbe vipya. Yesu akasema, nendeni katika ulimwengu wote mkaihubiri Injili. Na ndio maana tuko hapa. 16 Marko lile fungu la 15. Marko 16:15 maandiko yanasema. Ameandika nini? Akawaambia, nendeni ulimwenguni wote. Nendeni katika ulimwengu wote. Mkaihubiri Injili. Kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiamini atahukumiwa. Chagua leo. Biblia inasema aminie na kubatizwa atafanya nini? Ataokoka. Asiamini atafanywaje? Atahukumiwa. Leo ninakutangazia nafasi yako hii. Itumie kumwamini Yesu. Amina. Maana masharti ya kubatizwa, muamini Yesu kwanza. Amina. Hayo ndio masharti ya kubatizwa. Yesu akasema, nendeni mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie afanywe nini jamani? Abatizwe. Kumbe hauwezi kubatizwa bila kuamini.
Na ndio maana kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni halibatizi watoto wadogo. Kwa nini? Maana hawana akili ya kupambanua mema na nini na mabaya. Na hata kama utawahubiri Injili hawawezi kuamini. Na kama unataka kulielewa hili, nenda ukafanye majaribio. Katoto ka miezi 6 kahubiri hata fungu moja. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali wote tuwe na uzima milele. Halafu kaitishe wito. Kama ni ka Joy, kaambie Joy, kama unamwamini Yesu, nyosha mkono wako wa kulia. Nyosha mkono wako wa kulia. Ka miezi 6, kakinyosha, kalete tukabatize. Amina. Lakini kakikuangalia tu kanacheka, maana yake hakajui kinachoendelea. Ndio maana hatubatizi watoto wadogo. Amina. Na Yesu hajabatiza watoto wadogo. Amina. 19 Mathayo ile fungu la 13. Soma Mathayo 19 fungu la 13. Fungu la 13 maandiko yanasema, ndipo akaletea watoto wadogo. Yesu akamletea watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao. Akaletea watoto wadogo ili kuweka mikono juu yao, sio kuwabatiza. Amina. Maliza. Na kuwaombea. Na kuwaombea. Wanafunzi wake wakakemea. Endelea. Lakini Yesu akasema, Yesu akasemaje? Waacheni watoto wadogo waje kwangu. Waacheni watoto wadogo waje kwangu. Wala msiwazuie. Kwa maana walio mfano wa hao. Walio mfano wa hao. Ufalme wa mbinguni ni wao. Bwana asifiwe. Amina. Yesu hakubatiza watoto wadogo ila aliwaweka wakifu na kuwaombea. Amina. Ndivyo leo kanisa la Mungu linavyofanya. Amina. Kubatiza watoto wadogo ni upagani na ni mafundisho kinyume na Biblia. Na hakuna ndani ya Biblia fundisho hilo. Ni mafundisho ya mashetani. Ninaomba baba yangu, kaka yangu na dada kokoto na kunisikiliza, njoni mbatize kwa kuzamishwa majini. Amina. Na ubatizo wa kweli ni wa kuzamishwa maji mengi. Amina. Ubatizo maana yake ni kutoswa majini. Amina. Kile kitabu cha misale ya waumini kimeandikwa hivi, maana vitabu vyote vinathibitisha kwamba ubatizo wa kweli jamani sio wa kumwagiliwa maji usoni. Biblia na vitabu vingine vyote vinathibitisha hilo. Misale ya waumini, ule ukurasa wa 948. Soma. Inasema hivi, 948. Maana ya ubatizo. Tendo la ubatizo. Tendo la ubatizo huonyesha wazi kwamba, hebu sikiliza maana yake. Maana ya ubatizo huonyesha wazi kwamba huonyesha wazi kwamba kwa ubatizo tumekataa dhambi. Maana yake ubatizo ni kukataa dhambi. Na tumepewa uzima wa milele. Ili kupewa uzima wa nini? Wa milele. Maliza. Kutiwa ndani ya maji. Kuwekwa ndani ya maji. Rudia hiyo wenyewe. Kutiwa ndani ya maji. Kutiwa ndani ya maji ni kama kuzikwa pamoja na Kristo. Ni sawa na kuzikwa pamoja na Kristo. Maliza. Na kupolewa toka majini. Na kule kutoka majini ni kama kufufuka pamoja naye. Ni sawa na kufufuka pamoja naye. Kwa uzima mpya wa Kikristo. Kwa uzima upya wa nani? Wa Kikristo. Hiyo ndio misale ya waumini. Wewe ukikataa Biblia unafungwa na misale yako ya waumini. Hebu rudi 910. Ukurasa wa 910 kwenye misale inaongea hivyo hivyo. 910 nasema. Ameandika nini? Paulo aelezea maana na tendo lenyewe la ubatizo. Tendo hili la ubatizo laonyesha hiyo. Linaonyeshaje? Hasa mtoto akizamishwa majini. Wewe soma vizuri hapo. Naam. Mtume Paulo aeleza maana ya hilo tendo. Anaeleza maana ya tendo la ubatizo. Tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Tunazikwa pamoja na Kristo kwa njia ya ubatizo. Katika mauti yake. Katika mauti yake. Kusudi kama Kristo. Ili kusudi katika Kristo. Alifufuka katika wafu. Kama Kristo alivyofufuka katika wafu. Kwa njia ya utukufu wa Baba. Kwa njia ya utukufu wa Baba. Vivyo hivyo. Na sisi. Tuenende katika upya wa uzima. Tuenende katika upya wa nini? Wa uzima. Umemaliza? Tunapozamishwa majini. Tunapozamishwa majini. Tunaunganishwa na Kristo. Jamani, tunapozamishwa wapi? Majini. Tunapozamishwa wapi? Majini. Tunaunganishwa pamoja na Kristo. Katika kifo chake na kuondolewa dhambi. Katika kifo chake na kuondolewa nini? Dhambi. Kumbe
ubatizo wa kweli ndani ya Biblia na ndani ya misara ya waumini bado wanakuthibitishia hivi, ni ule wa kuzamishwa. Amina. Ni ule wa kuzamishwa ndani ya maji mengi. Na tunapokwenda kuzamishwa majini, tunakwenda kuyazamisha madhambi yote. Tunapotoka majini, sisi ni viumbe vipya. Tunaposoma fungu hili la mwisho, mafungu haya mawili ya mwisho, jiandae kusimama kwa ajili ya kwenda kubatizwa. Mika 7:18 ameandika lazima watu wote tupeleke madhambi kwenye maji. Madhambi yote yakagalikishwe na maji. Baba yangu, mama yangu, kaka na dada, jiandae kusimama kwenda kubatizwa. Mali katika Mika 7 ameandika hivi, soma wewe. Mika 7:18. Maandiko yanasema, ni nani aliye Mungu kama wewe? Mwenye kusamehe uovu. Nani aliye Mungu kama wewe, mwenye kusamehe uovu na kujiachilia kosa la watu wote? Kuachilia kosa la watu wote waliosalia. Hashiki hasira yake milele. Mungu wetu hawezi akashika hasira milele, kwa maana yeye ni mwingi wa rehema. Yeye hufurahia rehema. Yeye anafurahia rehema. Atarejea, atakuja na kutuhurumia. Atakuja atuhurumie. Atakanyaga maovu yetu. Haijalishi wewe ni mzinzi, wewe ni mchawi, wewe ni mwizi, ukikubali kwenda kubatizwa, Yesu atakuhurumia. Amina. Atayakanyaga maovu yetu. Atakanyaga maovu yetu. Endelea. Nawe utazitupa dhambi zao zote katika vilindi vya bahari. Na yeye atazitupa dhambi zetu zote katika vilindi vya nini? Vya bahari. Kwenye maji nini? Mengi. Tunapokwenda kubatizwa kwenye maji mengi, tunakwenda kuzizamisha dhambi zote huko. Na tunapotoka majini, sisi ni viumbe vipya. Hiyo ndiyo maana ya ubatizo. Bwana asifiwe. Amina. Unasubiria nini kusimama katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume 22 lile fungu la 16? Unasubiria nini kusimama kama yote yameeleweka kwako? Yote yameeleweka kwako. Unasubiria nini kwenda kubatizwa? Unasubiria nini baba? Unasubiria nini mama hapo? No. Hebu sikiza fungu la 16. Matendo 22:16 maandiko yanasema, ameandika hivi, basi sasa unakawiria nini? Hawajaielewa hiyo. Unakawiria nini? Basi sasa hawajaielewa. Basi sasa sikiliza hiyo. Unakawiria nini? Unakawiria nini baba? Simama. Unakawiria nini mama? Unakawiria nini? Unakawiria nini kaka? Simama. Unakawiria nini dada? Basi sasa umekawiria nini? Simama. 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 Ubatizwe. Bwana asifiwe. Amina. Unakawiria nini? Kama ukweli umeuelewa, unakawizwa nini kusimama? Mama yangu pale, baba yangu hapo, dada na kaka pale, munakawiria nini? Kama ukweli umeeleweka, ubatizo wa kweli ni kuzamishwa ndani ya maji mengi. Kama hili limeeleweka kwako, nini kinachokuzuia usibatizwe? Nini kinachokuzuia usidhamishwe majini? Nini kinachokuzuia usiwe kiumbe kipya? Biblia inauliza, je, unakawiria nini? Uliza mara ya mwisho. Basi sasa unakawiria nini? Unakawiria nini? Soma wewe. Unakawiria nini? Sikiliza hiyo. Simama. 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 Simama baba. Ubatizwe. Ukabatizwe. Ubatizwe. Ukabatizwe. Ukaoshe dhambi zako. Ukaoshwe dhambi zako. Kumbe kwenda kuzamishwa majini ni kwenda kuoshwa dhambi zetu zote. Amina. Tunapotoka majini, sisi ni viumbe vipya. Tumezaliwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Nikodemo akaulizwa swali akasema, je, Yesu akamwambia Nikodemo, amini na amini nakwambia, mtu asipokubali kuzaliwa mara ya pili hawezi akaurithi ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Na leo jioni ya leo ninawatangazia tukabatizwe. Amina. Wale wanaosema Yesu nisaidie, Yesu nisaidie, nimeamua kubatizwa. Wanaosema hivyo mikono juu. Simameni tuombe. Amen. Haleluya. 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 Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mugeukie jirani yako, mshike mkono, muulize, je, umebatizwa? Je, umebatizwa? Je, umebatizwa? Naomba utembee na jirani yako, sogea hapa mbele, na wachungaji wazee wa kanisa njoni huku mbele tufanye maombi. Get the point. Take a step forward.